Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi ya kwenda kujifunza japo kwa uchache. Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, ninakuomba utujalie kusikia, kuelewa na neno lako hili likazae matunda kwetu katika jina la Yesu. Amen. Tutajifunza neno kuhusu Injili. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu. Ukisoma katika Biblia, kitabu kile cha Warumi ambacho Paulo ameandika kwa Warumi, sura ile ya kwanza mstari wa 16, Biblia inasema hivi: kwa maana sionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Injili ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Kila aaminie Injili, si kwa Myahudi tu peke yake, bali hata kwa mataifa. Mimi ninayezungumza ni sehemu ya hao walioisikia Injili, lakini si Myahudi. Lakini kwa yoyote aaminie Injili. Injili ni nini basi? Injili ni uweza wa Mungu peke yake. Ukisoma Biblia hapa katika Warumi, Paulo anasema kwa habari ya kwamba yeye ni mtume ambaye ametengwa kwa ajili ya kuhubiri Injili ya Mungu. Warumi 1 mstari wa kwanza. Anasema ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu, yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Kwa hiyo Injili ni ya Mungu peke yake. Lakini ni nini sasa hii Injili? Ni habari za mwanawe, habari za Yesu Kristo. Hata mimi ninayekuhubiria, habari zangu zinaweza zisilete uokovu kwako. Unaweza ukasikia habari zangu njema ukavutiwa ukasema natamani kuwa kama yule. Lakini kama habari zangu hazimfanani Kristo, na kama habari zangu si habari za Kristo, haziwezi kuleta wokovu kwako. Lakini habari za Yesu Kristo zina uwezo wa kuleta wokovu ndani ya mtu. Kwa Injili inapohubiriwa, ina hakika ya kuleta wokovu kwa anayehubiri na anayehubiriwa pia. Ukisoma Biblia, Kristo Yesu yeye mwenyewe anasema na watu makutano, anawaambia tusiwe mfano wa Mafarisayo ambao wanayafundisha ambayo hawayaishi. Kwa Injili lazima ilete kwanza mabadiliko kwako, ndipo ikalete mabadiliko kwa wengine. Yeye afundishaye lazima Injili ibadilishe maisha yake kwanza, ndipo awe na ujasiri wa kuhubiri kwa watu wengine. Lakini Yesu anawaambiaje makutano? Anawaambia basi kwa habari ya Mafarisayo ambao wameketi katika kiti cha Musa, ambao wanaihubiri sheria ya Mungu iliyoletwa kwa mkono wa Musa, lakini kwa matendo hawaiishi. Nini cha kufanya? Fanyeni wanayowaambia, lakini msifanye sawasawa na matendo yao. Maana yake ni nini? Anazungumza habari ya watu ambao wanayasema wasioweza kuyaishi. Anazungumza habari ya watu ambao wanayazungumza mambo ambayo wanategemea yawabadilishe wengine, lakini wao hayajaweza kuwabadilisha. Mungu atusaidie sana. Tunapoihubiri Injili, ianze kuleta mabadiliko kwetu, ndipo ikabadilishe na wengine. Tukawe ni vielelezo halisi vya Injili tunayohubiri. Hapa Paulo anawahubiri Warumi, lakini kumbuka, huyu ndiyo yule Paulo ambaye wakati Stefano anapigwa na mawe alikuwa amesimama na akisaidia tena kushika na nguo za Stefano, hata kuokota mawe na kuwapa watu wampige Stefano. Ndiyo yule akiwa ameshika amri ya kwenda kuwatesa
watu walioiamini Injili, alipokutana na Yesu ambaye ndiye ninamzungumza habari zake kwamba zinaweza kuleta wokovu, alipokutana na Yesu akapata badiliko, ndipo saa anasimama na kuwaambia watu wengine habari za huyu Yesu ambaye analeta mabadiliko. Yesu alijua haya yatatokea, akawaambia makutano hivi. Ukisoma katika Biblia kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 23, Biblia inasemaje? Mstari ule wa 2 na wa 3. Biblia inasema hivi, mstari wa kwanza tuanze. Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akisema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia myashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, kwa maana wao hunena lakini hawatendi. Leo tuna wahubiri wengi ambao ni mfano wa Mafarisayo na waandishi, watu ambao wanaihubiri na kuifundisha sheria ya Musa, lakini wao hawaitendi. Ndio maana wanafika sehemu nyingine wanasema, unafika kabisa mtu anahubiri kwamba fanya ninayoyasema, lakini usifanye ninayoyatenda. Hii ni ishara kwamba Injili haijafanikiwa kuleta mabadiliko kwa mtu anayehubiri. Lazima tuone mabadiliko ndani yako. Ninawaambia wahubiri wa Injili, ninawaeleza watu wa Mungu, tutafute kuihubiri Injili, lakini tutafute sana Injili tunayoihubiri ilete mabadiliko kwanza kwetu. Kanisa la Bwana, Injili tunayoihubiri ilete mabadiliko kwanza kwetu kabla ya kuipeleka kwa watu. Kinyume na hapo, Bwana ametupa angalizo sana. Ukisoma katika kitabu kile cha Mathayo 7 na mstari ule wa 21 na kuendelea, nitasoma hapa Mathayo 7 mstari wa 21. Anasema hivi, si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbingu, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mstari wa 22, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Mstari wa 23 anasema, ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe, ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Hiyo ni Mathayo 7 mstari wa 21 hadi wa 23. Yesu mwenyewe anasema, mwanzo anawafundisha, anawaambia watu kwa habari ya watatokea manabii wa uongo, watu ambao watakuwa wanayafundisha. Wakati mwingine watakuwa wanaonesha matunda, lakini yasiyozaliwa na Injili iliyo hai inayoweza kubadilisha. Watasema kwa habari ya kutoa pepo wachafu, watasema kwa habari ya kuponya wagonjwa kwa jina la Yesu. Lakini hapa Yesu anawatahadharisha, anasema kinacholeta wokovu, kinacholeta haki ya kumwona Mungu ni sisi kuyatenda mapenzi ya Baba yake. Wapendwa, tunaihubiri Injili, na ili Injili iweze kuleta mabadiliko kwetu, lazima tuikubali Injili tunayoihubiri kwanza sisi, ili ilete mabadiliko kwetu, lakini pili kwa wale wanaoisikia, ili siku ya mwisho tusibaki kusema Baba, Baba, Bwana, Bwana, utufungulie mlango, naye aseme tokeni, siwajui. Injili ni uwezo wa Mungu unaoleta mabadiliko, unaoleta ukombozi, unaoleta uokovu. Na ili kupata uokovu, lazima kuiishi Injili tunayohubiri. Tunapozungumza dhambi, tunapokemea dhambi, neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili.
Tunaposema kuishi maisha safi ya utauwa, usiwe ni mzigo mzito ambao tunawatwisha watu ambao sisi hatuwezi kuugusa japo kwa kidole. Nikuombee sana mtu wa Mungu, injili ni uweza. Ukimwamini Yesu, anaweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Wa kwanza wao ni mimi, wa pili ni wewe. Sisemi ujifunze kwangu, lakini mtawatambuaje? Ni kwa matunda wanaoyazaa. Matunda haya ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Tunapotenda mapenzi ya Mungu, matunda yetu yatadhihirika kwamba ni matunda ya Kristo ndani yetu, ni matunda yanayotoka kwa Baba. Tutamzalia Bwana matunda yanayostahili. Tusibaki kuyasema tusiyoweza kuyaishi. Mungu atusaidie sana kuihubiri injili ya kweli inayoweza kuleta mabadiliko kwetu kwanza na kwa wale tunaowahubiria habari njema. Nikushauri mpendwa wangu, usibaki ulipo, lakini leo inuka ulipo. Injili unayoishi hakikisha inaleta mabadiliko kwako. Ili uweze kuipokea injili, cha kwanza amini. Amini Yesu alikuja ili kuleta ukombozi, ili kuleta upatanisho kati yetu sisi na Mungu ambaye tulikuwa tumetengana naye kwa sababu ya uasi uliotokea pale Eden. Kwa sababu ya dhambi iliyoingia duniani, Mungu alituumba kuishi milele, lakini kwa sababu ya kuhalifu sheria yake, Bwana aligairi. Ila tunayo nafasi ya kupatana naye, ni kwa njia ya injili tu, ni kwa kumkubali Yesu Kristo, kutubu dhambi zetu. Yeye aliye wa haki na mwaminifu atatusamehe. Hata leo kama unahitaji na unatamani sana kuipokea injili hii inayokuambia Yesu Kristo alipokufa msalabani akamwaga damu yake. Damu yake sio kama damu ya kuku, sio kama damu ya ng'ombe wala mbuzi wala kondoo tunaopeleka kwa waganga wa kienyeji au vyovyote vile. Damu yake ina uwezo wa kuleta ondoleo la dhambi katika maisha yetu. Kwa kufa kwake, kwa kupigwa kwake, sisi tumepata kupona. Mwamini Yesu leo. Akiingia ndani ya maisha yako ataleta mabadiliko. Yale yaliyo magumu, mazito usiyoyaweza, nataka nikuambie, kwa Yesu Kristo anasema, njooni nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Anasema, jivikeni nira yangu. Nira ya Yesu sio ngumu, haiumizi. Sio kama nira ya shetani, sio kama masharti ya shetani. Lakini anasema, jitukeni mzigo wangu. Anasema yeye mzigo wake ni mwepesi, sio kama mzigo wa shetani, sio kama mzigo wa Lucifer unaotesa na kufedhesha. Tuitue mizigo yetu kwa Yesu. Kuna mzigo unatembea nao, kuna jambo umelibeba mwenyewe, hata ukifikiri namna ya kutoka uwezi. Hata na sisi tulikuwa huko, tulikuwa tunatamani kuacha yale tulikuwa tunayatenda yasiyotufaa, yasiyompendeza Mungu, lakini kwa nguvu zetu hatukuweza. Lakini Bwana alipoingia kwenye maisha yetu, tumeshinda na zaidi ya kushinda. Injili tuliyoipokea inaleta mabadiliko, kwanza kwetu, kisha kwa wengine, kwa Myahudi na kwa Myunani pia. Mungu akusaidie. Na kama upo tayari kumpa Yesu maisha, basi unaweza kumwamini Yesu hata sasa kwa kusema maneno haya:
Kama umeomba maombi haya kwa imani, Mungu amekusamehe dhambi zako. Kwa damu ya Yesu, dhambi yako imefutwa, umeoshwa na umekuwa safi. Kuanzia sasa, unayo nafasi ya kupokea wokovu. Unayo nafasi ya kuendelea kuishi wokovu. Mungu akusamehe.